Hello watu wangu, karibuni tena. Kama mnavyoona, leo nimeweza kufikishwa hapa. Maana kuna mtu alimenipigia simu, ameniambia kwamba mzee wake hayuko hali mzuri. So tumeweza kukuja mpaka hii location yenye ameweza kutuambia. Na hasa watu wangu, tukue tayari tutembee pamoja ili tuweze kuona kazi ya mtume wa ajabu. Watu wangu, kama mnavyoona, sijui ni hapa ama think ni hapa. Ule kijana ametuambia ni hapa, hii boma ya kwanza ama hii ya pili. Watu wangu, karibuni. Chento kuje tuone. Saseni, mambo tutu, kopoa, mambo, kopoa, tutu, mmekasirika? Babako ndani? Oh, sawa, si ni wageni wenu. Kama director uchukue vizuri. Odi. Karibu. Yes, karibu sana. Yes. Habari zenu? Nzuri sana. Salama, salama. Yes. Sisi tuliweza kupokea simu. Yes, Nando alitupigia simu, maana kuna simu tulipigiwa tukaambiwa kuna tatizo hapa. Nitaweza kupokea kidogo kwanza ya sauti. Jakaa vizuri. Yes, utaweza tu kunieleza kiufupi, maana naona kweli hali sio mzuri. Kiukweli hapa ndani hali sio mzuri. Naam. Huyu ndio babangu mzazi, anaitwa Joseph. Anaitwa Joseph? Naam. Sasa alikuwa na shida kidogo, hadi mimi ndio niliweza kuwatafuta. Kwa maana nimeweza kuwafuatilia hata kwa TV, hata kwa mitandao ya jamii. Nimesikia habari zenyu hata kwa marafiki, kwa redio. Kwamba mtume wa maajabu ni mtume ambaye anaweza kuponya hata wenda azimu. Kwa maana babangu mzazi, mimi natamani sana apone. Kwa maana hatuna msaada wowote, hatuna hata pesa, hatuna msaada wowote. Sasa tumesikia tu habari kwa mitandao, kwa redio akisema ya kwamba mtume ni mtu ambaye anaweza kuponya hata uchawi. Na mimi ningependa sana kuona babangu mzazi anarudi kwa hali yake ya kawaida. Kwa maana inahuzunisha sana. Sasa jana pole sana, ni kitendo ya huzuni. Na shida ilianza mwaka gani? Imemaliza karibu miaka 10 juu tumejaribu hata kumpeleka kwa madaktari, hata wamekodesha shamba huko chini. Wamejaribu sana lakini hatujaweza kufanikiwa. Tumejaribu hata kumpeleka kwa madaktari wapi, kwa waganga, kila pahali, lakini imekuwa ngumu, imeshindikana kabisa. Pole kijana. Lakini usikue na wasiwasi. Lakini niko na imani vile mmefika hivi kila kitu itakuwa sawa. Yes. Habari mama. Asante. Asante, karibu kutembelea huko. Yes. Madheu ni mgeni wetu. Mimi ndio nilikuwa nimefuatilia aweze kufika hapa, kwa maana niweza kusikia habari zake kutoka kwa marafiki zangu kwamba yeye anaweza kuponya hata ugonjwa wote, hata ukue ugonjwa gani. Sasa ni mgeni wetu tu. Mimi nasikia vizuri kwa sababu venye amekuja hivi, niko na tumaini baba anaweza apona, kwa sababu mimi natamani baba apone tu. Mama, mimi kwa majina naitwa Regan.
na mimi ni mtumishi na niko na mtumishi wa Mungu wenye tunaweza kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu. Na niliweza kupokea simu ya I think ni mwenye alinipigia akaniambia kwamba hali si nzuri ya mzee niweze kufika mpaka hapa. Ndio maana nikaona ni vizuri kukuja, maana mtu akishika dhabi yake huwa ninaweza kumfikia mpaka eneo yenye amesema. Karibu mgeni. Asante. Mzee wangu amekonjeka. Tanisaidia na hii kitu ya sauti niwekee mama. Sawa. So that watu waweze kusikia vizuri. Naam. Mzee wangu amekonjeka sana. Hata usiku alali, hataki kiza. Nataka tu mwangaza peke yake na hata taa ya mafuta peke yake. Mafuta siwezi kununua hata mafuta. Kwa kweli mkimwombea apone nitashukuru. Usijali mama, maana ukiona mtume wa ajabu ameweza kufika mpaka nyumbani kwako ni kumaanisha kwamba uponyaji utaipata. Asante. Leo hii kijana, usikue na wasiwasi. Imani yenu itawaokoa. Unajua hata kwa maandiko iliandikwa imani yako ndio itakuponya. Amen. Na kama mmeweza kuamini na ni jambo kama hili limeweza kufanyika na linaweza kumsumbua mzee hivi, ni pepo mbaya ameweza kutumiwa. Lakini msikue na wasiwasi, maana leo hii tutaweza kumuombea na atarudi sawa. Asante. Tanisaidia na hii kitu ya sauti. Si nitakuwekea wewe maana unajua. Naam. Sasa ningependa tu kuambia kitu kimoja. Siku zote binadamu hawafanani. Wapo watu ni wazuri, wapo watu ni wabaya. Na tendo kama hili lenye mzee ameweza kufanyiwa kurudishwa akili sio kitendo mzuri. Si ndio? Ni jambo la kuhuzunisha na la kusikitisha. Maana huyu ndo mzee wa familia na inafaa ajukumike kwa majukumu, na mtu naye ameweza kumweka chini kitendo kama hii kwa sababu ya uchawi. So tutaweza kumuombea sote na tutaweza kumtakasa na mafuta ya mtume wa ajabu, na ninatumaini hata mtume anaweza fika eneo hili kwa ajili ya kumsaidia, kwa sababu hii si jambo ndogo. Tutafurahi sana. Hii si jambo ndogo. Naomba tusonge hivi sote. Ningependa sote tuweze kuamini tunapoweza kuombea mzee. Ni asante Bwana kwa jina lako Mwenyezi Mungu. Wewe ndio uliyenipa kibali hiki cha kuhudumia watu wako Mwenyezi Mungu. Baba, huu ni uchawi uliweza kusukumwa ndani ya mzee huyu, lakini Mwenyezi Mungu kwa jina lako tunaweza kuamrisha pepo hao wabaya waweze kuondoka, maana hakuna kitu kinachoshindikana mbele zako. Mwenyezi Mungu, wewe ni mfalme wa mbingu na ardhi. Wewe ni mfalme usiyeshindwa. Baba, usiweze kuniacha kamwe. Baba, shikilia watu wako. Baba, kupitia mimi mtu huyu apate uponyaji. Baba, utaweza kumponya kupitia mtume wa ajabu. Mwenyezi Mungu hataweza kufanya maajabu yake na kuacha maajabu yake. Baba, rekebisha afya mzee huyu. Baba, ondoa mapepo ndani yake. Baba, ondoa ushirikina ndani yake katika jina lako Mwenyezi Mungu, maana wewe ndio mfalme, wewe ndio kila kitu. Hakuna kinachoshindikana chini ya jua. Baba, imani yao isiende bure. Baba, imani yao isipotee. Baba, leta nguvu, wapa imani ya kuamini ya kwamba mtu atapona. Mwenyezi Mungu ninakuomba, Mwenyezi Mungu ninakusihi kwa jina lako Mwenyezi Mungu, tunaomba tukiamini. Teweza kupaka mafuta ya mtume wa ajabu. Kuna mafuta ya mtume wa ajabu. Mafuta hii ya mtume wa ajabu iko na nguvu ya kumponya. Tutaweza kumponya na kumtakasa, visirani hivi viweze kuondoka. Maana hii ni uchawi. Unaona,
huu ni uchawi wenye aliweza kusukumiwa, lakini tutaweza kuuondoa. Sasa ningependa tuweze kuamini ya kwamba mtu huyu atapona. Mko na imani? Mimi naamini baba atapona. Unaamini? Naamini. Maana siku zote imani ndiyo itakayokuokoa. Shida hii sio ndogo, lakini kupitia mafuta mtume wa ajabu ataweza kukua sawa, si ndio? Ndiyo. Ameweza kuwasumbua hivi kwa muda mrefu, zaidi ya miaka 10, si ndio? Lakini leo mnajisikiaje akiweza kupona na kukua sawa? Tasikia vizuri sana kuona baba akitembea tena. Naam, kazi ya mtume wa ajabu inafanyika peupe, na ni kitu yenye tutaweza kuonesha. Na mzee, kabla nitoke kwa hii nyumba, tutaweza kuacha uponyaji. Ni sawa mama? Na mpaka mafuta mtume wa ajabu. Visirani hivi, mashetani haya mzee aliyeweza kuwekewa ndani yake, naomba yote ipotee na iondoke. Kwa jina lake Mwenyezi Mungu na mtume wa ajabu, mzee aweze kupona na kuamka. Mama, baba. Baba anaongea. Habari mzee? Baba anaongea. Sio. Uko sawa? Baba anaongea. Mfungue hizo. Mama, baba amepona. Asante mtumishi. Yale umefahamu. Amekuwa mkonjo kwa muda mrefu. Hii ni uchawi tu alikuwa ameweza kufungwa nayo mama. Bros. Yes. Kumbe ni wewe. Ni mimi. Imani yenu imeweza kuokoa. Nashukuru sana, nashukuru sana, nashukuru sana. Asante. Nashukuru. Mama, umeona baba amepona. Nashukuru. Yes. Huyu ni nani? Huyu ni mgeni wetu. Huyu ndio nilikuwa nimeongea na yeye. Akuja tusaidia hapa shida kidogo. Anaitwa Bwana Regan. Kwani kulikuwa na shida? Hakukuwa na shida. Mzee, tunaomba tu. Nitaweza kueleza kwa ufupi. Mimi ni mtumishi na acha nimwekee mzee. Mzee, ulikuwa umefungwa na nguvu za giza za kichawi. Na ulikuwa umeweza kuharibiwa kichwa kwa mwendawazimu. Mimi? Ndio maana hata umeona alikuwa ameweza kuweka na hiyo kamba. Mimi nilikuwa na kamba? Usijali mzee. Na hawa walikuwa wapi? Mimi sikuwa na waona. Mlikuwa hapa kwa nyumba? Tulikuwa tu hapa. Kweli uchawi ni mbaya. Watu wangu, kweli uchawi ni kitu Ati mbaya. nilikuwa na kamba mgeni. Kamba hapa? Ulikuwa umefungwa, ulikuwa umeweza kuharibiwa kichwa na watu. Lakini tukaweza kukuombea na kupitia mafuta mtume wa ajabu ndio ukaweza kuamka na kukua sawa. Ukweli mke wangu? Ukweli. Baba ulikuwa mkali sana, nikiongea na unataka kunipiga. Poleni basi. Na ninashukuru kama Asante. imekuwa hivyo. Asante. Kwa hivyo Mungu ndio amefanya. Tumeweza kuombea kwa Mwenyezi Mungu na kupitia mtume wa ajabu ndio tukaweza kuombea na kukutakasa na mafuta ya mtume wa ajabu, ndio maana umerudi sawa. Amen. Kweli. Amen. Mungu ni mzuri. So kitu yenye mimi nitaweza kuambia, mimi nitawaombea, nitawatakasa na nitawaachia mafuta ya mtume wa ajabu. Okay. Kila siku mkuwe mnaomba na mnaamini Mwenyezi Mungu ya kwamba anatenda. Okay. Si ndio? So mzee, kwa sababu ya wakati mimi nitaomba kuondoka. Wewe unaenda? Mimi nitaomba kuondoka kwa sababu najua watu ni wengi wenye ninaweza kusaidia. Okay. Naam. So kijana, nitakuachia hii mafuta mtume wa ajabu. Itaweza kuwasaidia. Sawa? Mafuta hiyo ndo mtaweza kutumia wakati wote kutakuwa na matatizo. Mtaweza kuomba Mwenyezi Mungu na mnapaka mafuta hiyo, iko na nguvu ya kuondoa visirani vyote. Sawa. So mimi si ninaweza waacha. Asante. Sawa, sisi tunashukuru sana. Tunashukuru sana.
Mi pia ninashukuru na imani yenu imeweza kuwaponya. Maana siku zote imani ndo inaokoa. Okay. Unasindikisha mgeni Ambrose? Acha nimsindikize alafu nitarudi. Haya. Ni sawa mzee. Asante mgeni. Utaweza tu kutulia. Wacha Shida kama hiyo iwezi rudi tena. Mungu atende mambo yake. Naam. Utanisaidia na hiyo kitu ya sauti, nilikuwa nasahau. Asante. Hapa. Acha nimpeleke na rudi. Haya. Nasema baba amekuwa hivi kwa muda mrefu. Baba amesumbukana sana. Mimi nashukuru sana. Mimi pia ninashukuru. Na siku nyingine uendelee kutazama channel hii ya Mtume wa Ajabu. Na kama kutakuwa kuna kitu kingine yenye imeweza kutokea, utatupigia tu simu na utueleze. Ni sawa. Mimi nashukuru. Mimi nashukuru kunitembelea. Na muishi na watu vizuri. Ni sawa. Maana unajua uwezi jua mbaya wako ni nani. Umeona? Lakini sisi kazi yetu tunaponya kupitia Mtume wa Ajabu kwa nguvu zake Mwenyezi Mungu. Tunashukuru. Sawa. Hadi mimi sikuwa na imani ya kwamba Mungu anatenda. Nilikuwa nasikia tu watu wakisema Mungu anatenda. Naam. Ni sawa. Sasa leo ndio nimeshuhudia na macho yangu kuona muujiza wa Mungu. Nashukuru sana. Ni sawa kijana. Sisi tumeweza kuacha gari huko juu. Ni sawa. Unajua tumetembea tu tukiuliza. Utanisaidia na hii. Ni sawa. Sisi tuko haraka na tunataka kurudi. Ni sawa. Tunawatakia tu safari njema. Naam. Ni asante. Uangalie zile vizuri. Asante. Haya watu wangu, kama jinsi mmevyoona